Karibu. Inanisaidia nini mimi hiyo karibu yako? Hivi mnanitafuta nini nyinyi? Baba, ukitaka kujua nguvu za mlevi, mwaga pombe yake. Na nyinyi mmemwaga pombe yangu. Lazima tu mtazijua nguvu zangu. Mama, mbona sikuelewi? Umekuja tu bila kusalimiana, unaanza kuongea. Mbona sikuelewi? Salamu zina maana gani? Nyinyi mna adabu ya kusalimia watu nyinyi? Mpaka mimi leo nikusalimie? Huyo mbwa wako unemfuga huko ndani, yaani ameamua tu kumfanya mwanangu kama mpira wa kitenesi, anaudunda vile anavyotaka yeye. Porini, ndani ni uamuzi wake. Na kwa nini mnanifanyia hivyo jamani? Nimesema hivi, kama yeye kidume kweli, alete mahali basi aje aoe. Lakini mama, unajua kabisa mimi hapa naishi na vijana wawili. Sasa sijajua ni kijana gani ambaye anafanya hivyo. Mimi inanihusu nini? Nikutajie sio kijana gani inanihusu nini? Mimi nimesema kijana wako, hiyo utajua wewe. Na nakupa salamu. Akija huyo kijana wako, mwambie kama yeye kidume, alete mahali kule nyumbani aoe. Uendo kimbia, nimeshapotea maana nimeshuka thamani, naona sipo kama zamani. Chaguo langu, chaguo langu. Penzi fasihi kisha zali kitenzi. Mungu umenipa mupenzi, nipo mwangani nilifungwa kizani. Ukungu mboni zangu sioni, sikujua pendo lako lanipa mwanga leo. Leo nimejua wendo wangu wanifariji leo. Maana umenipa thamani, naona sipo kama zamani. Chaguo langu, chaguo langu. Mimi kama nilivyokuwa nimekupanga mwanangu toka muda. Sema ndugu yangu bwana, nikwambie tu kweli. Bwana tulifika tu. Mimi nimeshachoka ndugu yangu. Mfano na mambo yako mengi kweli. Mimi pale nimekusubiri sana pale, nimekaa muda mrefu na kusubiria wewe ufiki. Ile gari tulopanda nawe ndio ilikuwa tuchelewesha. Mimi nilikwambia toka muda bwana, chukua gari inatembea faster. Mimi usikufiche, mimi na kazi kibao juu. Sema wewe unataka nita sasa hivi unataka mimi. Twende kwanza nyumbani. Nyumbani kwenyewe sio mbali. Hamna shida. Wewe magari yenyewe nyumbani si unayafahamu tena. Magari yenyewe kina ngosha hali mabovu kweli. Baba linapiga wewe mashimo likitinga shimo na ngate. Najua yale. Hapa alipo nimechoka sana. Huku tababu utaenjoy na yeye. Uendo kimbia. Bwana kaka Mfano. Naam. Karibu bwana. Hapa ndio nyumbani. Usiwe na hofu, jisikie huru. Asante sana ndugu yangu, ila nini bwana, nimeshakwambia bwana usiwe na hofu, jisikie huru. Kaka,
ungeniacha nimalize kuzungumza. Sasa mimi sio yule, nimebadilika sana. Umeshaanza sasa. Mimi wewe nakujua, ukianza kuongea haumalizi leo. Unaanzisha mada hii, hicho unaanzisha nyingine. Haijeshi unaanza nini? Bwana mimi nina shughuli nyingi, nataka niende road kwenye shughuli zangu. Basi twende wote sasa, mimi nenda kwa nafanya nini? Mimi navyoona wewe umeshachoka, ungepumzika kwanza. Alafu mkwe nikazungushe, alafu baadaye nitakukuta. Mimi ndugu yangu. Hujachoka? Mimi sijachoka ndugu yangu. Twende, naomba nifadhi hapo ndani hapo. Baba ndio mambo mazuri bwana, mambo mazuri ya wote ndugu yangu. Na huku umekuja huku? Utazoea tu. Mimi hapo huku nilipokuja huku nilichelewa sana kupata wenyeji. Nilipata shida wewe. Lakini bwana Mungu kwa imani akanisaidia nikapata wenyeji. Ndio kuondoka. Penzi fasihi kisha zali kitenzi. Ndio sema mbao nafanya mimi biashara, nafanya mimi kangu yote nafanyia hapa. Kweli. Kaka umeendelea sana. Sikutegemea kama ndo kwanza kama hiyo. Wapi bwana, niendelee wapi kwanza mwanangu? Ndo kwanza tunaganganga njaa. Kaka, uganga njaa sehemu gani bwana, mambo kama haya hivi. Mimi sinakwambia. Sasa cha kufanya? Mtu kwanza tumenye hii. Kisu kipo. Karibu. Asante, mambo? Poa, mzima? Mzima. Karibu. Asante. Mfana. Naam. Huyu mimi ni mteja wangu. Na licha ya kuwa mteja wangu, pia mimi ni rafiki yangu. Ni Rene na rafiki. Nimekuelewa kaka, mna shida. Si rafiki? Sawa. Habari yako kaka? Safi, mzima? Mzima. Ila mbona kama mgeni kwenye kijiji hiki? Hapana, mimi sio mgeni, ni mwenyeji tu. Ila niongopea. Ila sawa, tutaonana. Aya kaka, nipe vitu vyangu. Unasemaje? Hamna bwana, ni utani tu. Kwa nini? Karibu. Karibu tena. Bwana sasa? Menya hili kisu kile pale. Asikutishi wote ndugu yangu. Bwana wewe menya tule bwana, acha mambo ya ndugu. Toka alipoondoka dada amebadilika sana, anafikia hadi hatua analeta wanaume ndani na kazi humu ndani hafanyi. Kama kufagia nafagia mimi, kudeki na deki mimi, kuosha vyombo na osha mimi. Yeye anaenda huko na zurura, akirudi ananiambia hivi, ugali umeniwekea. Mimi naambia tu chukua ugali huo, sababu sijatafuta mimi hiyo ila ugali. Ndio achukua na kula. Hivyo mtoto ndivyo nilivyokufunza hivi? Hapana mama. Hii tabia umetoa wapi? Nakuuliza wewe, umetoa wapi hii tabia? Lakini mama, mimi nishakuwa mkubwa. Hayo maneno kibidi mwambie huyu. Mimi nishamaliza shule, unanichunga chunga nini sasa mama? Hivi kumaliza shule ndio kukua Wewe bado mdogo sana. Sawa. Kama unaona hivyo, umeshampata yule baba, mlete basi hapa. Afate mila na desturi zetu na kila taratibu yetu tunaoitaka sisi. Ila mbona una haraka sana mwanangu? Haraka haina baraka. Mama mimi. Sawa mama. Kila mchuma janga ule na wakwao, lichume hilo janga. Tutalila wote. Na wewe nenda kanete maji, maki naona wote ndio wale tu. Nakuja kaka. Habari. Safi, habari yako? Safi. Mwenye nyumba nimekuta? Hapana, ametoka. Yuko barabarani kwenye mzunguko wake. Sawa. Akirudi mwambie ni cheki. Akija nimwambie nani alikuja? Mwambie Mzuru Natali aka Sukari ya Warembo. Mzuru Natali aka Sukari ya Warembo. Okay, sawa, hamna shida. Baridi. Karibu. Sasa baadaye.
Mfano, vipi ndugu yangu? Sawa ndugu yangu. Karibu. Mwanangu nimepumzika mwanangu kitajuru. Na maharage. Maharage nusu hayo. Tutakula na kesho mwingine. Mingi sana mwanangu. Haya mpaka kesho mwanangu na unaweza ukawa unalisia mwanangu. Vipi lakini kwema? Hapa kwema. Ya kwema. Na kikubwa zaidi kuna mtu alikuja kukuulizia. Amejitambulisha kwa jina la Sukari ya Warembo, Sukari ya Warembo, Mzuru huyo. Mzuru. Huyo mwanangu sana huyo. Mzuru? Mzuru mimi mshikaji wangu kinoma. Yaani tena mshikaji wewe ndo yaani ukiachana na kule jobu kule. Madili yake yule mimi nioga nimeenda kupiga. Basi ndio hiyo bwana, alikuja hapa kanikuta mimi nimelala kagonga mlango, mimi nikajua ndo umerudi. Sasa anakuja kuangalia mko tayari bwana, ndio nikamwambia bwana ametoka bado hajafika. Sawa, mimi nitamcheki yule. Maana kama ndio sana sijampiga kwenye simu na afu kama live. Ni kitu yeye anaingia huko mimi naingia huko. Atoa nani? Sema nitamcheki. Sema nini? Kaoge bwana, mimi ndo ndani. Mzuru. Vipi mwanangu? Safi mwanangu kama kawa mwanangu nimesikia ulikuja home. Ulikuwa na issue gani? Kweli mwanangu, sema nini mwanangu? Harakati nyingi ndio maana tuonani. Mimi napita hapa wewe na wewe mwanangu napita hapa kwa mwanangu tunashindwa kuonana. Mzee unasema mwanangu umeanza sasa. Yule sio mwali. Yaani yule jamaa yule mwanawe hapa nyumbani. Ni yule mshikaji wangu. Tumetoka mkoa mmoja, kijiji kimoja. Yaani kifupi ile pale familia. Ndiyo familia. Haya fresh mwanangu. Baridi. Haya. Mwanangu mzuri bwana huyu. Baki naye. Mambo? Poa mzima. Mimi niko poa, sio Imani, muda mrefu kweli sijakuona. Muda mrefu wapi? Si juzi tu tumetoka kuonana. Okay sawa, tuchini na hizo. Hivi unaitwa nani? Mimi naitwa Mfana. Una jina zuri. Unataka kuniambia jina langu lina uzuri kupita uzuri wako? Na wewe mwenzangu unaitwa nani? Au ndo nikuita rafiki yake na James? Hapana, mimi sitaki uniite hivyo. Niite Rose tu. Rose, una jina zuri sana. Nimelipenda. Sawa, hivi unataka tafute sehemu tukae tuongee zaidi? Ni sawa, ila kwa leo hapana. Labda siku nyingine. Basi okay. Niachie basi namba zako za simu. Nitakupa pia, ila siku nyingine. Sawa, bye. Poa. Mbona sasa umebadilika sana? Kumbe nafikia stage sasa umebadilika, upo kama zamani, yani umekuwa mtu ambaye different na nilivyokuzoea. Na ni boa kisha sema wewe. Abisamu, sio hivyo. Unajua sasa hivi nyumbani mama karudi, kwa hiyo unakosa muda kuja ni kukutana na wewe. Sio kama yani sikupendi, nakupenda Abisamu. Na unaona hata maeneo yetu tunakutana hapa sio vizuri kabisa. Ila nitafanyaje, mama ndo karudi sasa. Kwa shida ni mama. Kweli. Hamna shida nyingine. Hakuna. Nakupenda pia Abisamu. Wewe ulikuwa unakataa wewe? Sasa hiki nini? Nakuuliza wewe. Si ulikuwa unakataa? Hiki nini sasa? Ina maana kunikalia kimya ni kiburi au? Haya. Wewe baba. Nataka nikuulize swali hili moja tu. Hivi, kwani wewe hauna dada? Unaye. Sasa dada yako akifanyiwa kama hivi unavyomfanyia huyu, wewe utajisikiaje? Hamna mwanamke mimi nilikuwa napita pale sasa kuna kunielekeza nilikosea kwa ndo alikuwa kama vile ananielekeza. Alafu kama unavyojua hapa chini wewe usijichekeshe.
kuelekezana polini, au sio? Na unajua hapo palikuwa na maembe. Usinichekee, mimi sichekeshi. Hapana mama, nisamehe. Kirahisi tu nisamehe. Sasa mimi naenda kuni. Na wewe? Kama ndugu yangu vipi? Kaka, habari? Safi. Mbona hapa ndugu yangu wewe? Mimi bwana nimekaa sana kwa hiyo nilikuwa na kusubiria wewe. Kila nikikaa nikiangalia sikoni kutokea. Nikaa kuangalia sikoni kutokea. Kulikoni ndugu yangu? Ndugu yangu kwanza naomba unisamehe. Kwa sababu nyumbani nimetoka mapema sana. Ila sasa hapo njiani kuna mtu nilikutana naye. Huyo nahisi nitatoka kanichelewesha. Umekuwa mwenyeji kaka. Una wenyeji huo huko sasa hivi wewe? Hapana. Mtu yoyote anayekujua. Wewe mtu gani ukusema na wewe uanze kuongea na wewe? Nani huyo? Sina maana kama mwenyeji. Ila mimi unaponielekeza, mimi ndo ninapopita. Nilikutana na yule binti ambaye ulinielekeza siku ile pale sokoni. Nani huyu? Nani Rose? Ewa, ni yeye. Kwa hiyo imekuwaje? Ni mazungumzo tu ya kawaida, alinisalimia. Kisha akaniambia anahitaji namba za simu. Sasa namba za simu zako. Za kwangu za kwako? Ni za kwangu aliniomba. Kwa hiyo vipi ulimpa? Hapana, yani nilimwambia kwa tukionana nitampatia. Sawa, sasa cha kufanya wewe bwana, leo kwanza rudi. Mimi leo nitashinda huku alafu tutaongea baadaye ukirudi. Sawa? Lakini kama nilikuwa nakuja kukusaidia wewe. Sawa, wewe kapumzike. Leo niachie mimi huko, nitafanya kila kitu mimi, wewe pumzika leo. Haya sawa. Wewe leo relax, kapumzike, wewe fanya shughuli zako zote. Sawa. Nenda kapumzike. Yaani mwamba kaja juzi ameshakuwa mwenyeji. Yaani namwelekeza hapa tayari naye kaanza kuna nigusa sana niingilia kwa mambo yangu mimi huyu. Ananiingilia huyu. Uendo kimbia, ninakuomba Mungu nipate japo ninashusha Kaka, usiwe na haraka. Unataka kufunga, unataka kwenda wapi ndugu yangu? Mimi mwenzako na majanga. Sawa bwana, vipi kwema? Safi vipi? Ovyo tu bwana. Mimi huku nilikotoka nimevurugwa bwana. Tatizo nini? Sio nani yule mpana akuja kwangu yule mshikaji yule mwanangu. Yaani bwana mimi ninachokifanya na yeye anakiingilia hicho. Nikifanya hiki yeye anafanya hiki. Yaani basi mwanangu mambo tafalani. Yaani hapa nilipo kashanichanganya, amenivuruga vibaya mno. Yaani bwana wewe mtu sio. Hebu subiri bwana. Kivipi yani? Ndio bado sijaelewa. Yaani mwanangu wewe acha tu. Yaani hata sielewi mimi sijui unanisaidia vipi ndugu yangu. Sikiliza nikwambie. Kwa kuwa nilikuwa naenda barabarani kuchukua mahitaji. Twende tunisimulia njiani. Mimi kama tungeenda hapa. Twende. Mimi naomba nishie hapa jamani. Kama unavyofahamu, mimi hapa sio mwenyeji, sawa? Na istosha nimeachiwa genge kule. Basi sawa, hata pia tunashukuru umetusindikiza hadi hapa. Tunashukuru. Nashukuru sana maana yule ndugu yangu mwenyewe. Hatari. Naomba niende. Kabla ya kuondoka, nitaka nifahamu, samahani lakini. Bila samahani. Wewe ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa Kibiti. Kibiti. Na yule James ni ndugu yako? James ni zaidi ya ndugu, kwa sababu tumesoma wote na tumetoka kijiji kimoja. Au
Nimekosea? Hata hujakosea shoga yangu. Basi sawa, nashukuru. Naomba niende. Basi bye. Sisi tunaenda. Sawa. Wewe ndugu yangu, muda wote nakutafuta kule sikuoni, kumbe upo huku. Kaka, vipi? Kwanza naomba unisamehe tu. Sababu walikuja kina nani hawa akina Rozi, wamekusubiri muda mrefu sana. Ila baada ya kuona unachelewa, ndo akaniambia niwasindikize. Baba, mimi sikani kwambia kitu kimoja. Mimi bwana nimekuta gengeni pale uuze. Sasa sijui kimekushawishi nini, umetegenge lipo wazi. Je, akitokea mwizi kaiba inakuwaje unafikiri? Hapana, sina maana kwamba ni mwenyeji na wala sina maana kama alikuja kuzunguka. Waliniambia niwasindikize. Kumbe sasa hivi nimeshakuona wewe umeshaanza kuwa mwenyeji sasa. Yaani unajipangia cha kufanya. Umeona kwa sababu bwana wewe kachandoka mjinga tu huyu, mimi ngoja nitoke zangu. Si ndio maana yake? Unanichanganya mwanangu. Unanivuruga. Basi sawa kaka, mimi naomba unisamehe. Mimi bwana kifupi tu hii tabia sijapenda. Na sitaki tena iwe inaendelea. Yaani hiyo iwe mwanzo na iwe mwisho. Vinginevyo tutazingiwana ndugu yangu. Mimi nakuomba iwe mwanzo na mwisho, usirudie tena. Basi sawa kaka, mimi nimekuelewa. Naomba unisamehe. Basi sawa, turudi nyumba kwenye nani yetu kule. So sijapenda mwanangu hiyo. Samehe tu bwana. Mimi nakuchana tu kweli mwanangu. Sijapenda hata kidogo. Kwa sababu mwanangu unaona kabisa hii ni sehemu ya biashara, tunatafutia pale ugali sisi tule. Haya na wewe tu unakuja na unaacha vile. Akija mtu pale sakaiba kaondoke na kuaje. Penzi fasihi kisha zali kitenzi. Mungu umenipa mupenzi. Nipo mwangani nilifungwa kizani. Ukungu mboni zangu sioni. Sikujua pendo lako lanipa mwanga leo. Leo nimejua. Kipenzi changu. Lete mpya mama. Hamna mpya yoyote ila nimekumisi. Umeanza. Unajua tuvolodi hapo. Kondo umekaa hapo kusaji peke yako nasikiza muziki. Nimetulia, kama ungekuwepo wewe tungetulia wote hapo. Mimi natamani tu wote ila unajua tena nyumbani nimetumwa. Naelewa. Ila nimekumisi hata mwenyewe najikaza tu. Yaani unishinde mimi. Naumia kuhusu wewe mimi. Sije kutoka hapa tu kibao. Na tunauchelewa nakwambia. Unakipelekesha. Mimi naogopa. Sometimes natamani hata nikufungia hata kamera. Unakuona kile unapoenda. Kabisa bwana. Najua huni sio watu. Najua mimi nina wivu. Bwana mai mimi nataka niondoke. Naondoka baby? Mie tena. Kwa watu wanikisi. Baby. Hata kiss baba. My simu kwambia baadaye au? Kiss basi. Naleka mfukoni. Baadaye kama ukichelewa nitalitia kwenye kikombe cha maji nitakunywa nitaanza kulala. Afu ukija nasukuma mlango. Poa baridi baadaye. Sawa. Poa. Kwa vipi bado utaingia? Nitakuja. Jamani. Unaniacha? Shoga yangu. Mbona sasa hivi kama siwaelewi na ule mkaka? Mkaka gani tena wewe shoga yangu? Si yule pale gengeni, yani tukikutana naye njiani au tukienda pale gengeni. Yaani siwaelewi kama kuna kitu hivi. Unamzungumzia mfana eti? Hamna shoga yangu, mimi tu best yangu. Angewa shemeji yako ningekwambia. Mbona kama kuna kitu unanificha hivi? Maana tukikutana naye yani macho yenu. Amna bwana shoga yangu. Sasa mtu wangu mimi yule. Fikira zako tu hizo. Haya, kama kuna kitu unanificha sasa hivi basi sawa. Amna bwana shoga yangu. Sasa ufiche nini jamani? Yaani wakiwa shemeji yako hata usijali nitakwambia. Basi sawa, mimi ngoja nielekee nyumbani. Basi shoga yangu, ndani kuna ndizi. Subiri nikupe ende nazo nyumbani.
Sawa. Aya, shoga yangu, hizi hapa hizi. Kwa kweli toka siku ambayo nilikuona sokoni nimekuwa ni mtu wa furaha sana kila nikuona hapo. Laiti kama isingekuwa ndugu yangu anasumbua. We, muda sana uko nyumbani. Stani. Haki ya Mungu yani. We acha hizo habari. Mimi kwanza kwenye hivyo vitu sitaki kusikia kabisa. Mimi nipo tayari hata kumuua mtu aisee. Mna. Sidhani. Hata sielewi shida nini. Mna yule. Simone vile yule. Hey. Kaka, Hakuna cha kaka wala nini. Ulikuwa unaongea na nani? Hamna. Ulikuwa unaongea na nani? Hamna ndugu yangu, hamna. Wewe twende tu. Nakuona kabisa unanifuata kwa yaani nakuona. Wewe. Haya twende baba. Twende hivyo hivyo. Wangu unaelekea wapi? Bwana Mzuru. Sio wangu wangu. Mimi hapo naona mimi hapa mwanangu mimi nimeshavurugwa. Yaani nimechanganyikiwa. Umevurugwa nini ndugu yangu? Si yule mfano ndugu yangu mimi naishi naye pale nyumbani. Yaani yule mwamba mwanangu imefika sehemu sasa ameshaanza kuniingilia sehemu ya furaha yangu mimi. Yaani furaha yangu mimi anaingilia yeye. Yaani ndo anazidi kunivuruga. Kwa hiyo ndo hivyo tu, ndo maana umevurugwa kiasi ya mfana. Mzuru, huyo ndo shida, yani ndo chanzo na mimi mpaka leo nipo kwenye hii hali. Yaani kuku wako mwenyewe unashikia manati ndugu yangu. Mzuru, inawezekana hilo. Kwa hiyo unatakaje ni? Mimi bwana issue yangu ni moja. Mimi mshikaji mimi nataka hapa nyumbani aondoke au ahame. Ila mimi kumfuata kwenda kumtamkia bwana mimi hapa sikuhitaji. Ndio ninashindwa kwa sababu ile pale mimi ndugu yangu nikimfukuza mimi kule nyumbani atapiga simu. Alafu akishapiga simu mimi nitaonekana mbaya. Yaani hilo jambo la kawaida, jambo dogo sana hilo. Mimi nalimaliza sawa tu yani. Namfukuza dakika 2-3 tu yani. Subiri jioni ifike, niunganishe nyaya ili nilipue kaka. Na imani ataondoka tu shamba mmoja. Inawezekana Mzuri kweli? Hilo linawezekana. Mambo gani nakusaidia mengi sana hapa nishindwe kusaidia hivyo ndugu yangu? Na mimi ndo maana nikasema vipi hili swala ngoja nimpatie Mzuri. Mzuri ndo anaweza akanisolve akameza kila kitu. Sitaki. Huyo anatoka. Kila kitu kimoja rafiki yangu. Hivi kidogo maana unajua sasa hivi kila kitu unataka maokoto hela. Maana chochote kitu hadi nikifanya hiki kitu kiende vizuri. Baba mimi nina shida. Kuhusu hela mimi nitakupa, ondoa shida. Ondoa shaka kabisa. Yaani hiyo hela sio kama nitaila mimi hapana. Ukinipa hiyo hela kuna mtu nitanitafuta ambaye nitapanga naye mchongo ili mambo yaende sawa, yani tumhamishe ukijana fasa tuondoke. Basi hilo sawa limeisha. Inawezekana mimi ninachohitaji yule bwana pale nyumbani ahame. Yaani sitaki hata niendelee kumuona pale. Fanya juu chini inawezekana, ila sitaki kumfukuza mimi. Wewe ndio ufanye kila njia unajua. Wewe yule mama pale nyumbani hawezi kuhama. Yaani mtu unamlea mwenyewe, unamlisha, unamvesha, huduma zote anapata kama mkeo. Mwisho wa siku anataka kukupindua kweli? Huyo ataondoka. Basi sawa, haina shida hilo.
Poa basi. Mimi naingia nyumbani mwanangu. Poa. Hilo limeisha ndugu yangu. Haina noma. Jisikie huru kabisa. Sipendi yani ndugu yangu na mawazo yani shamba moja anatoka huko kusini siji wapi anakuja hapa na kualika bwana. Wewe fanya hivyo kama nilivyo kupanga. Zamani chaguo langu. Penzi fasi kisha zali kitenzi. Siku nyingi sijakuona. Kuja hapa nyumbani kwangu. Ina maana hujanimisi? Nzuri. Hata mimi nimekumisi ila majukumu ya kazi tu ndio yanifanya ubize. Unapataje ubize kwa mtu unayempenda? Nea. Mimi sio mnyonge kama unavyonifikiria. Mimi ni katili. Sasa baby, mbona unakuwa kama hivi? Kitu kidogo tu ndo na paniki. Umenikela. Ne. Na leo uko busy? Ulisema utaki kusikia neno busy. Na utoa wapi sasa huo busy? Wewe sema tu mimi nifanye mimi wako. Sawa. Twende ndani tukapumzike. Sawa, haina shida. Asante. Vipi ndugu yangu? Safi. Natoka asubuhi. Bwana leo bwana mambo yameenda wapi bwana? Kia nikifanya hiki bwana yule mshikaji mwenye nyanya ambaye waga nampigia simu. Aniletee. Kia nikimpigia simu anambia wewe subiri saa 10, sijui mambo mengi yule mwingine naye kule silo mwenye gari lake mpaka sasa hivi hajatoka na mwenyewe kama unavyojua kwenye genge. Genge bwana liwe na nyanya, viazi na vitunguu. Vingi sana vile. Sio genge tena hilo. Bwana mimi yaani wafanya biashara. Bwana wafanya biashara ndo alivyo ndugu yangu. Sasa wanasafisha mizigo kama nyanya na nini? Tushazoeana. Waongo sana. Mbona simu yangu pokee? Sasa sikiliza nikwambie James. Huko nilikotoka hapa nina matatizo chungu mzima mpaka sielewe. Huko nilikotoka nyumbani nimefukuzwa. Na hapa nimekuja. Nataka nikwambie kwamba nina mimba yako. Na hapa nilofika baba ndo siondoki na nishafika na mimba yako ndo nakaa hapa na huyo ndugu yako huyo naomba aondoke. Wewe mdada wewe usinichanganye. Usinipande kichwani nitakuharibu. Kumbe saa hizi ndio unaona kama mimi nakuchanganya wewe, si ndio? Wakati ule unanigeuza unapata raha ulikuwa uone kama nakugeuza. Yaani uone kwamba wakati huo nakuchanganya. Sasa hivi ndio nakuchanganya. Sasa nakuambiaje? Nimefika. Mimi ndo mama mjumba na huyo mbwa wako nataka aondoke hapa. Mimi ndo nimefika. Maana haiwezekani chumba kimoja tukakaa watu watatu. Baba, naomba huyo mbwa wako aondoke. Bwana Faa ndugu yangu, wewe mwenyewe hapo umesikia na macho yako pia yanaona. Huyu bibi kama unavyomuona, nyumbani kwao amefukuzwa. Hapo mimi hapa alikuwa mtu wangu. Umeelewa? Na palipo yeye ni mjamzito. Yaani maana yake ana kiumbe changu. Kwa bwana huko kama amefukuzwa. Mimi tu bwana samani lakini bwana utanisamehe. Umeona mimi bwana nilichokuwa nakuomba ukachukue vitu vyako ndani uondoke kwa sababu hatuwezi kuishi watu watatu kwenye chumba kimoja, hususan akiwepo na mtoto wa kike. Mimi na chumba kimoja tu hapa ndani. Sasa James ndugu yangu, wewe unaishi mimi kwenye kijiji hiki. Mwenyeji wangu nani wewe? Bwana wewe mfana wewe, wenyeji kitu gani? Mimi mwenyewe hapa nilikuja mgeni, nikafight, nikapambana, nikapata wenyeji, nikasongesha maisha kama leo kama unavyoona mimi ninasongesha na wewe mwisho umekuja hapa kama ulikuja hapa na mimi ninakufukuza sasa leo rasmi. Nenda na wewe ukaanze ukurasa wako mpya maisha ukiwa peke yako, ukiwa huna ndugu wa aina yoyote. Mbona swala hizi tu?
Sasa mimi nitaenda wapi James? Uende wapi babu? Wewe mtoto wa kiume, fight, kapambane. Huwezi kukosa sehemu, kachukue begi lako, sepa. Umeelewa? Nikwambie ndugu yangu James. Wewe pekee ndio mtu ambaye nakutegemea katika hili. Wewe bwana, mimi huna cha kuniambia bwana. Mimi naongea hiki, wewe nawe unaongea hiki. Mimi naongea hili, wewe unaongea hili. Hata naona kwamba mimi ninapoongea unaona kama huyu sio anaenda talabu, unaona kama anashauzi sijui. Nenda nyumbani, nimepakumbuka nyumbani. Haya, begi hivi kwa ndugu yangu. Ngua kutoka. Usiniangalie kwa huruma ndugu yangu, nitakuhurumia babu. Chukua begi lako, tembea. Kwa ndugu yangu James, kumbe unamaanisha? Namaanisha, nipo serious. Niona kama vile mwanangu unatia huruma sana mshikaji wangu. Tumepambana kuona wewe kama sisi tumepambana. Na wewe kapambane, upate vyako, ukaribisha wageni, waje kwanza kuja kula ugali nyumbani kwako. Haya. Pambana, vazi yako sasa. Wewe bwana, mimi hujanikosea. Yaani wewe mfano mwanangu si upoje mwanangu? Yaani ubishi wako bado una ule. Yaani toka kule ubishi wako bado upo vile vile. Vaa viatu bwana, tembea. Mbona mgumu kuelewa? Nikusukume? Sema nikusukume. Kutoka kwa maneno, nielewa sasa. Nikusukume. Ushoku chini. Nenda. Unataka nini? Nini? Niangalia kwa huruma. Nitakuhurumia mimi. Huyu mzuri huyu. Na hata nimesema makali. Mzuri huyu piga mtoto na sababu mali. Sasa nishamaliza mchango wangu. Kwa nyumbani. Mbona mapema sana? Hivyo ndio. Sio nifanye hivyo ndoto. Huyu ndio kwanza nimepeleka hivi. Sasa nikisema nifanye hivyo kama tataka uondoke. Huyu bwana huyu hana mjibu wote hapa kijijini zaidi kwangu mimi. Kwa mimi na imani atazunguka huko aliko, atazunguka atamfanyaje? Kurudi. Na akirudi hapa asipokukuta akili yake ni moja kwa moja kujua kwamba huyu ulikuwa mchongo huu wa kunifukuza mimi. Kwa mimi bwana nilikuwa nakuomba. Mimi hela nitakupa ila uendelee kubaki kama siku 2 siku 3 hivi. Sikiliza. Kubaki hapa sio shida. Issue ni hela. Hata wiki ukitaka mimi ndakaa. Issue ongeza hela. Hela tu. Ndio. Hela ipo mbona? Hela ipo, wacha kufanya twende ndani, hela nitakupa. Okay sawa. Hilo tu. Hapa kuna dili la kupiga. Tena wapiga, wakanda, wakandika. Unielewa? Haswa wewe kijana na kuamini haswa. Mdogo lakini wakili nyingi. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mshaba ameenda huku. Sasa akirudi huku, si tunaye. Twankadasa. Sasa msingi cha kufanya. Twende tukajizinga kwenye kichaka kile. Unielewa? Kwenye kichaka kile.
penye si ndio huyu? Subiri. Njoo. Sikiliza sasa nikwambie kitu kimoja. Wewe mjini hapa wajifanya kuchukua mademu wa watu haswa. Sasa leo umeingia mziki wa Mpemba. Bro umeakanyaga akamwambia umeakalao umekata kiko wewe. Piga magoti, piga magoti. Piga magoti. Piga magoti. Vua. Subiri. Subiri nikwambie. Kwa kwanza. Safi yako ni nzuri. Mshamba umeshanipia mshamba. Huwa kabisa huyo. Hapa kijijini unasema bomba zetu. Toke. Soma wetu kalia wewe. Toka nalo ile mshenzi. Ruvi, tumsaidie. Usimsaidie. Huyu ukishambeba wewe. Kabla hajashika kule. Hujafika naye popote akifa unamdikana wewe. Wewe tumsaidie, anaumia. Usimsaidie watu, ondoke. Tumsaidie Ruvi, wewe huyu jana anaumia hivyo. Ailati. Hata kama iko anaumia atakuja hata ndugu zake na sio sisi. Nakuomba tuondoke, tukimbie tuondoke. Chaguo langu. Penzi fasihi kisha zali kitenzi. Mungu umenipa mupenzi, nipo mwangani nilifungwa kizani. Ukungu mboni zangu sionie. Sikujua pendo lako lanipa mwanga leo. Leo nimejua wendo wangu wanifariji leo. Maana umenipa thamani. Kijana. Vipi? Mbona hapa vipi? Sawa. Au wewe ndo kuna mabiti wametuambia hapa kuna kijana amelala hapo, ndo wewe nini? Mbona mimi siwafahamu kijana? Sisi ni raia wema tu. Tumetoka zetu katika mishemisho huko tunaelekea zetu majumbani mwetu. Lakini kuna mabiti tumekutana nao hapo, wametuambia kwamba kuna kijana hapo amelala. Sasa tunashangaa tumekukuta hapa umechafuka, umeumia. Tatizo nini? Na nini kimekukuta? Ni kweli ndio mimi. Nilikuja hapa mjini kwa ndugu yangu. Anaitwa James. Baada ya siku kadhaa alinifukuza. Hivyo nilikuwa sina pa kwenda. Katika kutembea nimekutana na vijana walinipiga na kunipola vitu vyangu. Wameondoka na begi langu. Unajua hawa vijana ni wakatili kweli yani. Yaani inafikia hatua ya kukupiga, kukuchukulia begi. Hivi hawatambui thamani ya binadamu wenzao eh? Bana, pole sana. Mimi nashukuru. Kwa hiyo unataka kuniambia huna ndugu mwingine zaidi ya wewe James? Naweza ngasema sina ndugu kwa sababu yeye peke yake ndo nilikuwa namtegemea. Sawa, sasa nisikilize nikwambie kitu. Cha kufanya kusanya kila kitu kilichokuwa chako hapo. Sawa? Na tuongozane na mimi nyumbani. Wewe utaongozana na sisi mpaka nyumbani, sawa? Uko tayari? Tashukuru. Sawa, twende. Usiogope, twende.
Mama unasemaje? Upo bwana? Niambie kaka. Sasa huyu bwana anaitwa Bwana Mfana. Bwana Mfana. Huyu ni ndugu yangu. Sawa. Huyu unavyomuona kama yule kijana ambaye anaishi naye pale nyumbani. Kile mapepe? Huyo. Bwana yule kijana wako anasumbua wewe. Sasa ndugu yangu, tena afadhali nilivyokuona. Maana nilikuwa kidogo nina shida juu ya huyu ndugu yangu huyu. Shida gani tena? Huyu ndugu yangu unavyomuona hapa, kuna vijana wamemfanyia mambo ya hovyo sana. Hapo unavyomuona huyo kapigwa, unaona kanyanyasika. Sasa mimi sijapenda hii tabia. Na ndo maana leo imekuwa kama bahati kukutana na wewe. Ndio. Mimi ndugu yangu nataka nikupe kazi. Sawa. Unitafutia hawa vijana mmoja baada ya mwingine mpaka niwakamate. Sawa. Tena utaniambia kiasi chochote cha pesa ambacho nakitaka ili nikukabidhi ufanye hiyo kazi. Mimi na imani kwa hilo uliloniambia. Sawa. Mimi nitalifanyia kazi kwa sababu kwa vijana wa hapa kijijini hiki wote wapo ndani ya himaya yangu mimi. Si umeelewa? Baada mmoja baada mwingine mimi nitalifanya kazi na tutamjua nani aliyofanya hilo. Na kwa upesi zaidi tutalijua hilo. Kaka, mimi nakuahidi sana bwana. Mimi nakuahidi. Acha nifike tu barabarani ila hatua yangu ya leo inaanza. Basi na kazi ndo naanza hivi leo hii. Fanya hivyo. Nipe siku 2 tu hilo. Hilo yani kaka, mimi nataka ulifanye chap chap. Haina shida kaka hilo. Wewe kiasi chochote utaniambia ambacho unachokihitaji. Si afanye kitu sio kizuri. Mradi unikamatie tu hawa vijana. Kwa sababu hichi kijiji chetu vijana wana tabia za kishenzi. Ndio. Sasa mimi nataka hichi kijiji tukikomeshe kwanza. Tukiweke sawa. Yaani watoto wadogo tu. Watoto wadogo. Basi fanya hivyo. Mimi nakuahidi hilo. Yaani niachie kazi hiyo. Kaka, hiyo niachie mimi hilo. Sawa bwana. Basi kama mimi niko nafika hivi. Haya hamna tabu. Tunzetu. Wajua kichwa nikwambie kitu kimoja ndugu yangu. Hii simu toka juzi haitaki kuwaka. Hebu kwanza iangalie maana wewe ni fundi na kuamini. Ndugu zake beti kweli. Habari zenu vijana. Habari zetu safi. Vipi kijana, mbona kama una hasira? Hata sina hasira, wewe ongea tu tutakusikiliza. Unajua kijana, nikwambie kitu. Kiburi huleta aibu katika maisha. Hivyo si vizuri kuwa na kiburi. Na chengine vile vile Mungu anatupenda na ndio maana ameweka upendo ndani yetu ili mradi tuweze kuishi kwa amani. Hivyo si vizuri mwenzio akikusalimia halafu ukawa unajibu kwa ghadhabu. Si jambo la kumpendeza Mungu. Utakuwa unamfurahisha shetani. Na shetani si kitu kizuri sisi tumfurahishe. Tuseme amen. Amen. Amina. Lakini leo hii mimi kupita hapa ni kwa sababu ya Mungu ameweka kitu ndani yangu na ameniwafikishie nyinyi. Na hili ndiyo kazi yangu na ndio maana nimepita njia hii leo ili niweze kusema na nyie. Tuseme amen. Amen. Naomba usishtuke. Na naombeni mja wenu muweze kusikia maneno machache ambayo yatakayojenga kitu kwenu nyinyi vijana. Unajua sasa hivi vijana tuna dimbwi kubwa sana la kumwasi Mungu. Tuseme amen. Amen. Na nitasema na nyie Methali 11 mstari wa 2 mpaka mstari wa 5. Tuseme amen. Amen. Mstari wa 2, Mungu anasema kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Tunaelewana? Ina maana ukiwa na kiburi unakaribisha aibu katika maisha yako. Ukiwa unataka aibu katika maisha yako, uachane na nini? Uachane na nini? Kiburi. Sawa sawa? Na hivyo ndiyo tunaishi maisha mazuri tukiwa hatuna kiburi. Tunampendeza Mungu, tunawapendeza wanadamu. Tunaelewana? Lakini akaendelea tena kusema mstari wa 3, ukamilifu wao wenye haki utawaongoza, bali ukaidi wao wenye fitna utawaangamiza. Ina maana wewe ukiona una fitna na mwenzio, lazima utakuwa katika jambo la kumuangamiza mwenzio. Lakini ukiwa katika haki, lazima utaongoza katika haki. Haleluya. Amen. Kwa maneno haya machache, Mungu anaonyesha kiasi gani tunataka tuwe na haki. Sawa Lakini vile vile tuwe na mapenzi juu yake. Na tuwe na mapenzi baina yetu wanadamu. Tusiwe wenye kugombana. Haleluya. Kwa machache haya
naomba tuwe wenye kuhudhuria kanisani, lakini vile vile tutenge muda kuisoma na kumsoma Mungu ajue nini sisi tunataka na nini tunafanya. Haleluya. Poa, sikiliza kwanza mchungaji, nikwambia kitu kimoja. Kwanza mimi si shetani. Hapo katika shetani mimi mchungaji mimi si shetani. Nitakupigia vichwa kama nyoka mchungaji. Kwanza sikilizeni hapa. Amen. Oya, kwanza nyinyi naona mshapagawa sijui na maneno ya mchungaji, mimi naondoka zangu. Lakini kuanzia leo, sasa wewe, unielewa? Sasa bro, vipi tena? Sikiliza, anasema sijui nini nyinyi mnaitikia ami. Mimi naondoka zangu. Daudi. Sikiliza bwana, sio tu nini bwana. Oya, mchungaji. Naona wewe waje kukichafua kijiji. Oya, Mungu katika jina la Yesu. Tunaambia habari za Mungu. Toa mapepo katika kichwa cha kijana bwana mdogo. Natenda miujiza juu yake na utambue neno lako ni ngumu kuliko lingine lolote. Amen. Haya, asante. Haya, mambo vipi? Poa. Naona kama kawaida. Kama kawaida tu. Sawa. Biashara zinasemaje? Biashara Mungu anajalia inshallah zinaenda kabisa. Hata mimi naona. Vipi kuhusu kuna changamoto gani hapa? Hapa ipo sawa, sema uzuri zaidi ulivyokuja hapa kuhusu nguo hizi hapa za upande wa kike hizi. Kama hizi hapa nilikuwa nahitaji pisi 3 niongezee. Ndo zimepungua sana. Basi sawa. Na kuhusu viatu? Viatu bado vipo. Kwa viatu vina changamoto yoyote. Lakini vinatembea? Vinatembea. Vile habari vyote nishavitoa vile havipo vilishauza. Ndio. Sasa lile swala lako lile la wale vijana wale. Lile bwana mimi naendelea kulifuatilia. Kwa usione kimya kwamba naendelea ngazi kwa ngazi. Alafu na kuna baadhi ya watu nimewapa kazi wananifanyia kwa wakati. Sawa. Muda wote kwanza sasa hivi wameniambia watanipa majibu tu. Kwa hiyo kwanza sasa hivi kuwa na amani, kuwa uko huru. Wale vijana tunawatia mbaloni. Mimi labda nikombe kitu kimoja kaka. Yaani kwa kuwa mimi naishi vizuri na umenisaidia kama unavyoona umenipa sehemu ya kufanya biashara. Ndio. Maisha yanaenda inshallah. Yaani kifupi mimi nimefurahi. Kwanza naomba niseme asante. Alafu la pili nilikuwa naomba tu tuwasamehe tu. Kwa sababu binafsi najua ni sehemu tu ya ujana. Watajirekebisha. Unajua nikwambie kitu Unajua vijana wa kijiji hiki wana tabia mbaya mbaya. Hususan mtoto wa Mzembikitu ule. Unajua mtoto wa Mzembikitu mimi ule simpendi ule. Yule tena ndo mtukutu kweli kweli. Sasa ni bora hizi tabia tukizirekebisha mapema. Si unanielewa? Wewe kuhusu hili niachie mimi. Mimi nataka hichi kijiji kwanza kiniogope. Kwenye masuala ya kwanza unyanyasaji, kuna unyanyasaji wa kijinsia, kuna mabinti wanabakwa hapa. Unajua wanafuga tu watoto zao hapa. Sasa hizi tabia zinakuwa sio nzuri. Kuhusu hilo ndugu yangu, wewe hilo niachie mimi. Mimi naitwa Mbiki. Si unanielewa hapo ndugu yangu? Basi sawa, nikuache uendelee na biashara zako hapa. Mimi nifike nyumbani kwanza. Sawa. Haya, baadaye bwana. Haya, poa. Mimi bwana mzuri ndio kweli. Mimi bwana nimekuja tena hapa kwako wewe kwa sababu wewe ni mwanangu na ni mzee wa mipango. Ukipanga jambo mwanangu linaenda hivi, yani nanyoka. Lula. Sawa mumu. Kuhusu ndugu yangu Mfana. Toka nilipomfukuza mwanangu mambo yangu yanaenda ovyo. Yaani kila kitu ndio kimezidi kuharibika kabisa. Sasa hapo sijui inakuwaje. Yaani imefikia sehemu Lozi hana yani hataki tena kuwa na mimi nampigia simu ananikatia, tuma message ajibu, alafu tena atuye pale pengine yani yuko busy. Kwani ushai kumwambia kama unampenda Sijawahi, ila kama kumpenda yeye mwenyewe anajua. Kwa sababu gani? Yeye mda mwingine pale gengeni waga anakuja nampa nyanya, afu mda mwingine nampa hela
Yaani kila siku majanga tu hadi nakuonelea huruma. Bwana Mzuu, mimi usionee huruma. Mimi ninachohitaji msaada wako wewe. Sasa sikiliza rafiki yangu. Mimi kuna mchongo nataka nikupe. Mchongo gani? Yaani mchongo. Rose anakuja mara kwa mara gengeni kwako? Anakuja mara kibao. Sasa akija pale inabidi uonane naye, uongee naye mambo mazuri. Tena mambo ya mahaba kabisa yani. Ili ukutane naye ule naye chakula cha mchana pamoja. Pia hata vinywaji viwepo. Mimi kuna kitu nitakupa mchanganyie. Akilewa tu unampata kiurahisi kabisa. Bwana Mzuu, mimi ndo maana nakubali wewe mwanangu. Yaani kama issue umepanga hivi, mimi niko tayari, nitaifanya ili mradi tu nimpate Rose. Uhakika kabisa. Na kwanza sija kuangusha na marahisi kuangusha. Ni moyo nimeshapotea potea, maana nimeshuka thamani, naona sipo kama zamani, chaguo langu. Mimi hiyo tabia bwana siipendi bwana. Kama nilivyokusaidia wewe na mimi nasaidia na watu wengine, na wewe unatakiwa uwasaidie watu wengine. Nimesema hapa tutaishi kama ndugu. Si unaeleweka hapo? Vipi bwana dogo, unaleta habari zako za kishamba hizo? Mfano, tuenzetu barabarani mara moja. Okay, sawa, hamna shida. Oa dogo, baadaye kidogo. Kwa hiyo baridi bro. Sema una shida gani? Niachia 2000 bwana, mimi sielewi kwa sababu sina damu. Wewe naye ushaanza mambo yako bwana. Sasa blaza kama niko na njani siseme tena. Shoga iko hapo bwana. Utachukua kabatini pale bwana. Poa baridi. Chukua kabatini pale. Poa. Poa. Uendo kimbia, ninakuomba Mungu nipate japo leo, ninashusha kimbia, ninakuomba Mungu nipate japo leo. Kazi wao ni wewe? Ni mimi. Mambo? Poa, mzima? Mzima kwema? Kwema. Nyumbani? Safi. Usalama upo? Hivi James, wewe rafiki yako yuko? Ushaanza sasa na Rose. Mfana wa nini wewe? Achana yule mbwa mmoja tu yule bwana. Kwanza ajielewe akizenye hana yule. Unamuulizia mfana? Kwa hiyo ashakuwa mbwa tena. Achana hizo mada za kuumiza kichwa bwana. Bwana samani Rose. Mimi hapa unaona hapa nilikuwa naenda zangu gengeni kule nikafungue alafu ninunue vocha nikupigie simu. Mimi shida yangu ilikuwa moja tu. Shida gani? Tutoke lunch mimi na wewe. Kwa lini? Hata sasa kama inawezekana. Hapana, leo sina nafasi, tuangalie kesho nikipata nafasi. Kesho? Hilo usiwe na wasiwasi, wewe ni rafiki yangu. Rafiki yangu wa mchongo. Rafiki yangu wa kweli. Sawa. Lakini ni amani tu. Lakini tulipoenda huko? Mimi naenda huko. Naenda huko? Huko. Basi sawa, unaweza kaenda. Bye. Haya. Mzuri. Ujue mimi nakupenda. Lakini mama siku mbili karudi. Na mdogo wangu Luvi mambo yote kamwambia mama yanayoendelea. Luvi. Abe? Mbona umekuwa hivyo shemu? Huyu dada yako mtunzie siri yake kwa sababu ni mwanadamu zako. Hamna shemu, hata simwambii mama. Ila huyu tu ni mambo yangu anifanyie. Nikimwambia mambo yangu anifanyie mimi niweke sawa niweke. Lakini Mzulu, licha ya yote hayo, mama kaniambia kama mwanaume ananipenda aende nyumbani akanitolee barua. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba uende nyumbani ukanitolee barua. Hata mimi pia nakupenda. Nipo tayari kuja kutoa kwenu barua ili uwe na mimi. Kwa sababu nakupenda. Kweli Mzulu? Wewe ni mzuri unajua? Wewe mzuri. Ushaanza mambo yako. Basi sawa Mzulu, fanya hivyo. Uje mimi yule mama na mmodu kila kitu. Kwa mambo yake kwa sawa, niambie mambo yanaenda vizuri.
Sawa, kwa hilo ondoa shaka, hilo limeisha. Ni chumu. Amna bwana, unajua kwa hivyo mdogo wangu sio vizuri. Sio mchumu. Naona sipo kama zamani, zamani. Chaguo langu, langu, langu. Bila shaka bwana Mpemba, si ndio? Aka, kunijuaje kwanza? Kwani unaogopa nini ndugu yangu? Hujakosea, lakini nikwambie kitu kimoja. Hapa kijijini si watu wakubwa, twajulikana. Kwa hiyo mtu unavokuja namna hiyo, unaniambia mimi ni Mpemba. Kweli sawa, umepatia mimi ni Mpemba, lakini we sikujui nani. Sikiliza nikwambie. Mimi sikutake maneno hayo yote hayo. Mimi nilikuwa na madili yangu. Nilikuwa nakuhitaji wewe na nilikuwa nakutafuta muda mrefu. Tena leo imekuwa vizuri kukuona hapa. Kwa hiyo nina madili, nataka unisaidie au unifanyie madili yangu. Si sawa. Kwa sababu mtu sikujui, unijui, unanipa madili. Kwanza mimi nishaukataa si Mpemba. Tena hii sura yangu ukiona uione kama kinyesi. Nakukataa kabisa, mimi si Mpemba mjomba. Unijui, sikujui, na kuonaona yani. Mie si Mpemba. Halafu nakwambia tena, hii sura ukiona uione kama simba. Mama. Mpemba. Mpemba. Langu, chaguo langu. Ai, langu, langu, langu. Mdogo wangu. Abeda. Mbona leo umewahi kurudi shule? Leo walimu wana kikao ndio wameturuhusu mapema. Oh, kumbe. Lakini hata hivyo naona maendeleo yako sio mazuri sana shule kwa sasa. Hapana dada, nitajitahidi. Jitahidi, maana maisha sasa hivi bila kusoma mdogo wangu magumu sana. Sawa dada. Okay. Oh, kaka. Karibu kakaangu. Asante. Karibu sana. Karibu. Za kazi kaka. Safi. Za mihangaiko. Za mihangaiko, nashukuru Mwenyezi Mungu. Jambo la heri. Amina. Karibu kaka. Dada Glade. Ushaanza tena mambo yako. Una nini leo? Dada, si mwache amalizie kuongea. Kelele na wewe. Wanapoongea wakubwa usiku kuingilia. Basi niondoke kama mtaki niingilie mada yenu. Dada. Kaka. Nimekuja na jambo jipya. Jambo gani? Ni jambo la heri sana. Nataka kuoa. Kaka, kumbe. Jamani, jambo jema kabisa hilo. Nikanajua mambo yako tena yale. Hamna. Aisee, nimefurahi kusikia taarifa nzuri. Kaka. Unajua bachela tena wangu. Na kweli sio poa. Niko nawaza. Lakini Mungu mwema, afadhali sasa hivi tutapata mawifi tena. Sawa. Jambo jema. Sijakuja kuchelewa sana. Na harakati zangu nafuatilia. Mimi naondoka. Okay kaka, karibu sana. Nimefurahi kwa taarifa njema na mimi sasa hivi naenda kupata wifi tena. Martha. Abe. Mungu akipenda nitakuja tena kesho. Aya, karibu. Haya kaka, utatukuta sie tupo. Sawa. Haya kaka. Afadhali nilipokukuta. Karibu. Inanisaidia nini mimi hiyo karibu yako? Hivi mnanitafuta nini nyinyi? Baba, ukitaka kujua nguvu za mlevi, mwaga pombe yake. Na nyinyi mmemwaga pombe yangu. Lazima tu mtazijua nguvu zangu. Mama, mbona sikuelewi? Umekuja tu bila kusalimiana, unaanza kuongea. Mbona sikuelewi? Salamu zina maana gani? Nyinyi mna adabu ya kusalimia watu nyinyi? Mpaka mimi leo nikusalimie? Huyo mbwa wako unemfuga huko ndani. Yaani ameamua tu kumfanya mwanangu kama mpira wa kitenesi. Anaudunda vile anavyotaka yeye. Polini, ndani ni uamuzi wake. Na kwa nini mnanifanyia hivyo jamani? Nimesema hivi, kama yeye kidume kweli, alete mahali basi aje aoe.
Lakini mama, unajua kabisa mimi hapa naishi na vijana wawili. Sasa sijajua ni kijana gani ambaye anafanya hivyo. Mimi inanihusu nini? Nikutajia sio kijana gani inanihusu nini? Mimi nimesema kijana wako, hiyo utajua wewe. Na nakupa salamu. Akija huyo kijana wako, mwambie kama yeye kidume alete mahali kule nyumbani aoe. Sijui umenielewa? Nimekuelewa mama. Umenielewa? Nimekuelewa. Nataka unielewe. Sio umenielewa, unielewe. Ama. Mfana. Abisam. Mwanangu. Da, nataka nikupe gazeti jipi. Usule James mwanangu. James kazengua. James amfanya nini tena? Nimemkuta na Lozi, nilikuwa mimi namfana leo tumemuona, mimi tumemuona pale baa pale. Amelewa tika, yani kwamba amelewa mpaka ile ajiwezi yani. Ila James tunaseka kimbia. Yeye James au sio? Amekimbia, alipotunaseka tukakimbia mwanangu. Kani huyu James ni nani? Afaje msemo anapenda kuchanganya watu? James yao. James we yao.
Una uhakika unaloongea lakini? Mimi siwezi kukudanganya, blaza Malki tena nikudanganya. Sikiza nikwambie kitu. Hilo uliongea, alihitaji kuongea sehemu nyingine. Mna noma. Mzee mimi naambia mwenyewe, naomba niache mwenyewe. Poa. Baridi mimi naingia zangu rodi. Rodi au sio? Ungeta kurodi. Baridi mimi nipo hapo maana kuna dogo janja unamsikia. Kuwa makini sana kwa hilo ulisema. Ole wako usije likawa wa uongo. Sio la uongo. Mimi nilikuwa na mfana, tumemuona kabisa tuko rodi zetu mtaani. Poa. Baridi baadaye. Ila wewe kuwa makini unaongea. Mna noma, mimi nikukopea ndugu yangu. Mimi siwezi kukongopea bwana. Nani wewe unataka kumpiga mfana? Sina maana yake. Nani unaona kumpiga mfana? Sina maana yake. Hamna sijafanya chochote. Mimi sijafanya. Sote mfanya sote. Nani anataka kumpiga mfana? Nani? Mimi sijui chochote. Sema nani? Mimi sijui chochote, sijafanya chochote. Wasikize nikwambie je. Wallahi tena mwanangu mimi sijui chochote. Mimi nakwambia ukweli maana mimi sijui chochote, sitakifanya chochote kile. Unajua chochote masiala unajua. Wasema nani anampiga mfana? Sema nani ambaye anampiga mfana? Taja mwenyewe. Kwa hiyo tutane zalao. Taja nani anampiga mfana? Bana mimi nasema ukweli. Sema nani? Sema basi nani? Alofanya yote kafanya Mzuru sio mimi. Mzuru nani? Mzuru peke yake. Kwa wewe na Mzuru ndio anaenda kumpiga mfana. Sina maana yake. Kaenda Mzuru mimi sijaenda haka. Mimi sijaenda kule. Sikiza nikwambie. Kwa hiki mnachokifanya mnakiona sahihi ila umeona? Kwa hiki mnachokifanya angalieni. Yaani angalia macho yangu. Hiki mnachokifanya kwenda kumpiga mfana. Nakwambia vipi? Naenda kwa Mzuru. Namfuata kwa Mzuru. Ole wenu mrudie kumshika mfana. Ole wenu nakwambieni. Mimi mnachukulia vitu fair tu, mimi mnachukulia vitu fair tu wanangu. Wewe vipi bwana? Tumeleta habari kama hizo. Mali. Unajua mpaka sasa hivi mimi nashindwa kukuelewa. Nimekugea kazi yapata kama siku ya pili au siku ya tatu hivi. Sasa. Lakini hujanipa mrejesho wote mpaka sasa hivi. Bwana, kwanza nashukuru sana. Lakini kwa sababu nilikuwa sitaki kurupuka, lazima ulifuatilie. Na kwenye kulifuatilia nilianza na James. James nilimkamata na nikambana ninavyojua mimi. Akanitajia watu. Lakini ndo nipo kwenye mchakato wazidi kufanyaje? Kuwazidi kuwakamata zaidi hao. Kwa sababu James alimtaja na Mzuru ndani ya kiwewe. Sasa kama kutakuwa kuna shida yoyote, ndio nahitaji uniambie mapema. Sasa. Alafu yule dogo unajua umempiga sana. Yaani umemfanyia kitu cha kinyama. Sasa mimi ninachohitaji ufanye mambo haraka ili niwajue hao akina nani. Ndio. Sijui unaelewa? Haina shida. Yaani hilo mimi na imani na sitokuangusha. Ila naomba waendelee kunivumilia. Basi sawa. Kwa sababu kwa lile ulifanya mimi niko pamoja na wewe. Na nitaendelea kulifuatilia nyayo hadi nyayo. Kwa sababu unaweza nikakurupuka wengine walikuwa hawapo. Ukaongeza zaidi ya tatizo. Lakini nakuahidi lazima tutawajua na tutawakamata. Kwa sababu nianza James akamtaja mwenziwe, kwa yule mwenziwe na pia atataja wenziwe. Tutawajua wote waliofanya lile tukio. Na ndio maana nikakutafuta kwamba najua wewe una uwezo wa kufanya jambo lolote hapa. Sawa. Kwa hiyo nakuomba bwana, nipo chini ya miguu yako. Fanya kila kitu. Kuhusu hela hapa ondoa shaka. Mimi hilo nalijua bosi wangu. Hilo nalijua. Yaani hilo mimi nakutoa wasiwasi na nakuhakikishia. Kwa jinsi ambavyo mimi ninavyoishi na wewe. Ukitoa hela tu na kwa jinsi ninavyoishi na wewe. Lazima tutalifanya kazi na litasimama. Basi mimi nikupe hongera. Mimi na nakuahidi nipe hii kutwa ya leo mpaka ya kesho yamezidi kukamilika zaidi ya haya. Basi hamna tabu. Basi sawa bwana. Haya mimi naingia hivi basi. Haya hamna tabu na mimi naingia nyumbani. Oya, ila naahidi. Yaani watoto mmoja baada ya mwingine. Kamilisha hilo jambo. Haya sawa bwana. Kitu chochote kikusumbue niambie. Haina shida kaka. Haya bwana. Haya. Jana bwana. Mbona niliwaona na James aliyakuwa umelewa na ujitambui kabisa? Ni story ndefu mfana. Story ndefu? Unamaanisha nini? Hem, niambie. Unakumbuka siku ile kwa umefukuzwa? Nikakutana naye njiani. Akaniomba kunywa na kula pamoja. Nami pia nikamkubalia, ila akinisisitiza hatutofanya chochote. Na mbona ulikuwa umelewa vile? Mimi hata sijui, maana nilikunywa bia 2 tu, lakini kama kuna kitu yanaekea, maana macho yangu yalikuwa mazito na nikahisi kizunguzungu na nikapitiwa na usingizi ghafla. Sasa nimeelewa kitu. Ila usijali. Kwa kuwa upo na mfano yuko na Rose, hakuna kitakachoharibika. Penda sana Rose. Na nikwambie kitu. Hakuna zaidi yako. Hata mimi pia hakuna zaidi yako.
Unajiita askari wa warembo. Nilikuwa mguu unakuja kwako ujue. Kwani vipi nifanyaje? Usijifanye vipi wala nini? Unajua yote mliyofanya. Tena mnajua vizuri ujue. Yule mfana nyinyi mmemfanya nini? Mfana? Wewe usifanye umjui ujue. Tena nisikize kwa makini. Usifanye umjui. Nataka nijue nyinyi mfana mmemfanya nini? Na msitaka kujichukua hapa kijijini nyinyi ndo wa mambo ujue. Sio mnaelewana? Mimi mfana sijafanya. Wewe usitaka kujifanya mfana mmemfanya nini ujue? Sikiliza kwanza. Nisikize nini? Nisikize nini? Wewe unisikiza nini? Subiri kwanza brother. Sikiza nikwambieni. Kwa hicho mnachokifanya ambacho mimi nataka kujichukua hapa kijijini nyinyi ndo wa mambo wakati mnajua mazingira yote mnawafanya. Nisikilize brother. Sio nisikize nini? Ila sasa kwa huu mchezo mnataka kuendelea, mnataka kunitafuta laloni, ila nitawaonesha. Na nataka unitajie nani na nani mliofanya kumfanya kitendo kile kibaya mfano. Nani na nani? Mimi issue tu nilimpa Mpemba ila mimi sijafanya mimi. Kwa hiyo nataka kujichukulia hapa wewe ndio mtoa issue kwa kuyafanya watoto watu akija hapa kwa mazingira yote kwa kuchukulia mwamba au ndio yake. Sikiliza sana niwaambie, kwa hiki mnachokifanya, yani hapa mlioanza maana yake ndio nditwela. Picha inakuja kwa pumbavu. Yani hapa natoka hapa mnaenda kumtetemesha mtoto wako, mnamfanya vitu vibaya. Ila sasa subiri kuonesheni kwa pumbavu. Ninakuomba Mungu nipate japo leo, maana sipaoni ninapokosea tumaini moyoni limeshapotea potea. Dogo vipi? Mbona tunaswaswana vipi? Kaka Malki. Malki amefanya nini? Malki mimi kanaambia kila nani ambao amempiga nani mfana. Kwa hiyo Malki yuko wapi? Malki kanikuta kule mimi na kanipigia hadi simu. Basi sawa, nimekuelewa. Niko ndani kidogo. Penzi fasihi kisha zali kitenzi. Mungu amna, ni kawaida tu, kwa sababu kikubwa zaidi hapa mimi ninachomshukuru yule brother alonipa msaada hapo kama dukani. Sababu kwa upande wangu mimi amenisaidia sana, sababu mimi nilikuwa sijui wapi nitafikia. Sijui wapi nitalala, wapi nitaanzia, wapi nitamalizia, nilikuwa sijui. Na kibaya zaidi nilikuwa naelekea sina hata 100. Angalau labda ningepata nafasi hata ya kupata tu nauli tu ningerudi hata nyumbani, lakini nilikuwa sina chochote. Yaani kiufupi ndugu yangu James alinifanyia mambo kwa sura nzuri sana. Ila mimi nimesamehe. Mfana, umenisamehe? Hivi umesema kupanda kanifanyia nini mimi yule? Ungichelewa kingenikuta mimi nini? Sikiza ndugu nikwambie. Wanadamu hatupo hivyo. Wahenga wanasemaje? Anzaye ubaya, wewe maliza na wema. Ndio maisha yalivyo. Na anayekushinda kwenye kuongea, wewe mshinde katika kunyamaza. Hiyo ndio kiboko yao. Sijui umenielewa hapo. Na isitoshe kwa upande wako, mbona hajakufanyia kitu chochote? Mfano nilikuwepo eneo hilo. Nimewahi. Wewe hujapenda? Nimependa. Sasa tunasahau tu. Wale walikuwa wajielewi tu. Ni stage tu za ujana. Mimi na imani ataacha. Sawa. Iko hivyo. Kwa hiyo usiwaze kama unakuwa unakuja, si utakuwa unakuja kila siku. Nitakuwa mmoja kwa mara mpaka nitachoka. Sidhani kama unakaa katika sisi. Nasikia kanitimua. James. Wewe sinichi. Kwa nini umenichoma? Wakati unajua kabisa nilikuwa napambania furaha yako. Mzulu, mimi nilifukuza Mfana pale nyumbani kwangu. Baada ya kumfukuza Mfana, Mbiki aliamua kumchukua na kwenda kuishi nyumbani kwake kama ndugu yake au kama familia yake. Licha ya hilo sasa, ameamua kumtoa Maliki, akatafuta watu walompiga Mfana. Sasa mimi hapo kwa kosa langu liko wapi? Hilo tatizo. Alafu sikia, kuanzia leo hii kaa mbali na mimi. Na alafu unajua kabisa nataka kuoa. Sitaki uniingize kwenye matatizo.
Mzuru, wewe ndio chanzo, kwa sababu matatizo yote ambayo yalikuwa yanaendelea mimi nilikuwa nakufuata kuja kushirikisha, lakini ulivyokuwa na mawazo ya kijinga ya kipumbavu, ulikuwa unishauri ujinga, nikafanya ujinga, nimefanya ujinga, leo unaweza kunikataa. Wewe ndio chanzo cha matatizo. Acha uongo. Wewe ndio ulikuwa unakuja kwangu nikupe ushauri, na halafu umemfukuza hadi ndugu yako aondoke kwa sababu ya mapenzi. Kwa bibi Mzuru umenikataa? Sio kama nakukataa, nishakukataa. Sitaki unishirikishe kwa jambo lolote. Ondoka. Ondoka. Fresh. Vipi unaanza kuhusu ndugu yako James? Kwa sababu James alikuja kuniomba ushauri nyumbani kuhusu ndugu yake, lakini mpaka hivi sasa sijamuona tena mpaka vile unavyozungumza. James na mimi alikuja nyumbani, alikuja kuniomba ushauri, nilimkubalia, nilipambana, ila mwisho wa siku James alichonifanyia sio kitu kizuri kabisa, yaani kanichoma. Kwaje tena? Kuhusu masuala yale haya ambaye alioniambia mimi kuhusu yule jamaa yake. Ndio hayo. Nimejitahidi, nimepambana kwa uwezo wangu wote, lakini mwisho wa siku kanichoma. Yaani unajua mimi toka alivyokuja kuomba ushauri sijamuona tena mpaka leo unavyozungumza. James mimi sijaonana naye. Nikajua labda yameisha. Kumbe kuna lingine tena limejitokeza. Na hata sasa hivi ninavyokuambia, James nimemkataa. Yaani nimemwambia kabisa hata nyumbani kwangu asije. Hiyo baa ndugu yangu. Nimemwambia kaa mbali na mimi. Yaani sipo naye tena, nishankataa katakata. Na wewe nakupa ushauri tu, mkatae, sio kuwa naye yule tena yule. Ndugu yangu, mimi bwana nashukuru kwa hilo. Tena nimekuelewa. Maana mimi nilijua ni mtu wa maana na muhimu, kumbe mimi tulikuwa mko hayo. Sawa bwana ndugu yangu, mimi nashukuru kwa hilo. Sawa, yule mpumbavu yani. Yaani sio mtu wa maana kabisa yani. Mimi nishanitenga kabisa kwa ufupi. Nimwambia hata kwangu asikanyage. Basi sawa ndugu yangu, mimi naenda kuangalia Njonjo kimara moja hapo bwana, maana yake si unalijua bwana. Nyumba yenyewe sina mtu. Mimi mwenyewe tu nilifanya mazingira kidogo nije kupata riziki. Tangu neno la Njonjo umenikumbusha mbali. Nyama Tanga Rufiji. Bwana wewe. Fikia Njonjo, samaki tunaenda kunua barabarani na kuja na kula na ugali. Hapa soko niko tuje kuna vidaga gani? Zidi ya Njonjo. Njonjo. Mpemba na mtu akitana story nawe kidogo tu tayari unaanzisha vibomu. Kwa hiyo mwanangu leo anipinga. Mimi sikupingi wewe familia, ila kumwambia 2000 nilikuwa angushua. Ningekuwa nani ningekuwa. Ndio ndugu yangu Mpemba. Mbona kwanza hivi? 2000 mwanangu, kwa nani ningekugea? Mwanangu unajua wabisa moyo wazingua. Tena wazingua kabisa. 2000 wewe unayo, ila mimi hutaki kunipa. Hamna, wewe sikilizia. Mimi nataka hata baadaye kuna mchongo wangu kitiki. Takukinda. Lakini hapa sasa hivi mimi hapa 2000 kweli. Mimi sina bwana Mpemba bwana. Wanipanga. Maliki. Mboni wakuja na huyo mshamba hapa? Sikiza nikwambie Mpemba. Sema mwanangu umefeli. Yaani hapa mimi nimekuja kukusomea yeye kesi ujue mwanangu. Sio umeelewa? Yaani kwa nini mmemkamata mchizi na mmepiga? Maliki. Naona waanza kunipandishia sauti Maliki. Wanijua Mpemba nikilianzisha segele langu hapa aliishi. Sikiza nikwambie Mpemba. Sina maana kwamba mimi nimekupandishia ujue. Sasa mwanangu umefeli. Umeelewa? Hii familia mwanangu. Umesoma? Lakini mmemkamata, mmempiga. Yaani hata sijajua shida nini mwanangu. Na unajua kabisa hii familia mwanangu. Yaani hii familia ndani kabisa mwanangu afa mmemkamata mmefanya kitu kama hicho. Nini shida Mpemba mwanangu? Mimi siwezi kuja kwa wewe kukupandishia ile ulichokifanya kiko fair Mpemba mwanangu ujue. Unajua Maliki nikwambie kitu kimoja. Wewe ni ndugu yangu. Licha ya kuwa ndugu yangu wewe ni familia. Alafu mimi nilikuwa sijui kama huyu ni familia. Kwa hili nisamee mie. Mimi najua kwamba umeteleza hilo. Ila Mpemba kwa hilo ulichokifanya mwanangu. Sio fair yani mwanangu huyu familia. Tena familia mwanangu. Kwa sababu yani alivyoniambia tu na mimi ndio kama nimekufuata sijakufuata kwa ugomvi wala nini ila tu nikija kukusomea kwamba haya mazingira mwanangu sio yani. Mwanangu nisamee mie. Baridi. Nisamee mie kwa hili nimekosa. Haina shida. Ila wewe nisikilize. Ole wako ukamwambie Mbiki kwamba sisi tumekutana na Mpemba. Ole wako. Sawa. Sikiza ngombe Messi check ujue.
Ole wako kama Membiki bwana. Marika amekutana na Mpemba. Oya babu. Oya Mpemba. Sema fresh. Oya tunzetu. Zetu mwana. Kumbe familia. Aka. Bwana mimi naondoka zangu bwana. Waenda wapi hadi saa moja? Vitisho na Malki bwana na kuluma sana bwana. Kile sio mbona sasa. Ondoke sote basi. Gengeni. James. Wewe James wewe. Karibu. Mbona mnyonge hivyo? Sijakuzoea ukiwa hivyo. Hamna kitu. Wewe sema tu nataka nikusaidie. Kama kuna shida niambie, naweza kukusaidia. Hamna chochote, ni amani tu. Wewe sema tu shida yako nikusaidie. Basi sawa, nipe bamia za 300, kitunguu na ndimu. Alafu samani baadaye nilikuwa na mazungumzo na wewe. Mazungumzo gani tena? Mbona unanitisha? Hamna shida. Ni ya faragha tu, ni ya kawaida. Kwa sababu unajua Simba kikosa nyama anakula hata majani. Unamaanisha nini? Hamna. Ni amani tu. Basi sawa, hiyo baadaye tutakutana vipi? Namba zangu hauna. Basi sawa, baadaye. Bye. Haya, karibu tena. James, mbona sikuelewi? Hamna kitu. Nishajua shida yako. Shida yako nikusaidie kumpata Lozi, si ndio eti? Lozi? Mimi Lozi wa nini? Mimi nipo naye Salonda. Lozi anapata nini hapa? Mimi nakupenda wewe. Makubwa. Umeanza lini tena kunipenda mimi? Salonda, mimi kupenda wewe nimeanza kupenda tangu muda, sema tu nilichelewa. Nimechelewa. Yeye shemeji yangu jamani. Wewe. Mimi Lozi sio mtu wangu. Sema nilikuwa namtaka lakini ameshakula kona. Kwa mimi nimeamua kuachana naye na moyo wangu nikumisha kwako wewe. Ina nini yaani unanipenda kweli? Nakupenda kweli. Basi sawa, hamna shida. Kweli? Ndio kweli. Au amini au? Siamini kama wewe. Kwa sababu nilikuwa nafikiria nitaanzia wapi na nitamalizia wapi. Sasa jamani. Mbona kama nilichelewa? Umechelewa nini? Ndio muda wako huu sasa. Muda wangu. Ila inakuwaje kama Roza akija kujua kama mimi nawe wapenzi? Hata akijua aweza kufanya kitu chochote. Kwa sababu mimi hatuja kufanya kitu chochote na yeye. Sawa. Ila nitamtambia mpaka ataelewa. Basi sawa, mimi nilikuwa naelekea hapo, naenda kwa fundi kufuata nguo yangu. Kwa unaweza tukafuatana tukaenda kuachana hapo, naelekea jibu kwako, mimi naenda kufuata nguo yangu pale kwa fundi. Kwa hiyo vipi nikubebe? Unibebe tena jamani. Sipendi penzi jipya. Hata usijali, tunaweza tukafuatana. Penzi jipya ndio, ila utanibeba siku nitakuja kwako. Basi sawa penzi.
Ailati shogangu, mimi kuna kitu nataka unishauri. Kitu gani ko? Hivi unamjua James? Ndio si ule gengeni? Ehe, ndo huyo. James mimi majuzi ile kanifuata. Kanitongoza. Si shemeji yako yule? Ndio shemeji yangu kwa Rose, ila mimi mwenyewe nashangaa eti kaja kanitongoza na mwaga swaga. Yaani kwa hiyo sijui nimkubalie. Mimi kama mimi nachokushauri, kama yule angekuwa huyo James kweli ana mapenzi ya dhati nawe, kwa nini alianza kumfuata Rose afi akaja kukufuata hivyo? Unaona huyu anakupenda. Ila Ailati, mnenda mbele na kurudi nyuma. Hivi ukimwangalia James pale gengeni kwake ana nyanya, vitunguu, sijui samaki. Unaonaje nikiwa naye labda anaweza kunihudumia vitu vidogo vidogo? Mimi kama mimi ninachoona, huyu hajakupenda, labda kuna kitu tu anakitaka basi. Akikipata iko kitu anachana naye. Ushaanza mambo yako. Mimi namkubalia bwana lolote na liwe. Haya bwana, mimi langu jicho mtajua na wenyewe. Kubaliane. Yaani kiufupi nyumbani kwao hapafahamu, afahamu ndugu zake, afahamu wapi alipotokea. Yes. Karibu. Asante. Pana ndugu yangu. Bye. Safi. Basi. Sawa wewe. Swali kwema. Kwema, karibu. Asante. Mfano ndugu yangu, mimi nimekufuata tuishi kama mwanzo. Nimeshajua makosa yangu kwamba mimi nimekosa sehemu gani, na ndio maana nikakaa nikasukuti nikaona mimi bwana nilichokifanya kwa ndugu yangu sio sahihi. Bora nimtafute tu yamalize. Je, wakinipigia simu kwa nyumbani kumuulizia, mimi nitawajibu nini? Maana na licha ya yote niliyofanya, mimi kuja kugundua kwamba ule ni ujinga na ni akili za kitoto ambazo zinanipelekesha kuyafanya mambo ya kijinga kama yale. Umeona? Kwa hiyo mambo nisamee ndugu yangu. Turudi nyumbani, tukaishi kama mwanzo. Sikiliza nikwambie. Mfano. Huyu nani bwana? Kaka. Kama nilivyokueleza awali, nilipofika ndani ya kijiji hiki nilikuja kwa ndugu yangu ambaye ni James, na kitu ambacho alikifanya ni kutelekeza na kuniacha bila kujali, bila kufikiria kwa wapi nitaishi. Mimi ninachoshukuru kikubwa sababu sikuzulika, japokuwa nilipitia magumu mengi mpaka kufika hapa nilipo, na sikutegemea kama angekuja kunitelekeza ndugu yangu kama huyu. Kiufupi huyu ni ndugu yangu zaidi, sababu hii kimoja na tumesoma wote, na yeye ndo alinipa sababu ya mimi kuja huku, sababu aliniambia wewe ukija hakuna shida aina yoyote, utafikia kwangu na kila kitu utakifanya kwangu. Ila nimeamini kauli isemayo kingulacho kipo kikuoni mwangu, ila mimi nimesimamia kwenye msimamo wangu ya kuwa akufanyie mabaya wewe mlipe mema. James ndugu yangu, nilishakusamehe muda sana. Sawa, na ndio mimi nikamkutafuta kwamba nikutafuta pale popote pale ulipo, turudi nyumbani tukaishi kama zamani. Hivi mfano unachukua ndugu yangu. Wewe James, sikiliza nikwambie. Kwanza huyu hapa atoki kwenda nyumbani kwako. Si unanielewa? Alafu kama umekuja na mada hiyo, mimi naomba uondoke. Sasa mbona unamgimbia wakati huyu sio ndugu yako? Mimi ndugu yangu mimi namjua huyu. Hivi wewe unawezaje kumwacha ndugu yako ambao mmetoka kijiji kimoja, mkoa mmoja, mmesoma shule moja? Unawezaje kumwacha ndugu yako kwa staili? Alafu kabisa unajua umemwacha kwenye matatizo, umemwacha kwenye sehemu ambayo hajulikani. Unamwacha acha vipi hapa? Alafu leo hii unakuja tu kirahisi unakuta ndugu yako hapa, utasema wewe mimi sijui nimekuja na kuomba tuende tukaishi nyumbani. Hivyo wewe nakuingia akilini kweli hiyo James? Lakini blaza, huyu wewe sio ndugu yako. Mimi huyu ni ndugu yangu, ndio maana nikaamua kumtafuta. Na wewe baada ya kunisaidia ndio unazidi kunikandamiza. Lengo lako nini? Naomba unisaidie kuongea naye niweze kurudi naye nyumbani. Labda nikutoe wazi James. Kuhusu familia yangu niachie mwenyewe, na kuhusu maisha yangu
anaweza akaongoza, na nashukuru kwa kunikaribisha katika mji, na ninashukuru kwa kunionyesha nini maana ya maisha. Mfano, huyo ndugu yako, wewe malizana naye wewe. Mimi sina issue yoyote hapa. Utajua naye mwenyewe kama utanikubalia kurudi kwao, kama utafanyaje utajua wewe. Blaza, samani bwana, mimi nakuomba zungumza neni niweze kurudi nyumbani. Ngoja nikuelekeze James. Siku zote ndugu sio kufanana, ila ndugu ni kusaidiana. Kama ulishindwa kunisaidia awali, hautaweza kunisaidia sasa. Ila cha kushukuru kuwa sina roho kama uliokuwa nayo wewe, na ndio maana niliweza sana kuyaflash mambo yote mapema, na niliweza kukusamehe kabla sijafika hapa, sababu nilimwachia Mungu na yeye ndo anajua hitima yangu. Kikubwa cha kumshukuru Mwenyezi Mungu, amenifikisha hapa. Asante sana. Na kingine, wewe nenda tu, mimi sitoenda popote. Mfana, mbona unafika kote huko? Mimi mbona nimeweza kujishusha kukufuata wewe, alafu na tena unanikataa mimi kweli ndugu yangu? Mfana, mimi kweli unanikataa mimi ndugu yako kweli? Umezamia kwamba mimi niende? James, Samisha kwambia uende. Kama utakuwa na shida nyingine kuja kumtizama utakuja hapa, lakini kwa sasa hivi amesema wewe bora uende. Nenda njia hiyo nyeupe, nenda. Basi sawa, kwa sababu nishajua nakaa wapi ndugu yangu. Mimi nitakuwa nakuja kumsalimia. Sawa, karibu.